Bana, mambo vipi? Mambo ni safi. Kama kawa. Leo bana nilikuwa na maswali machache tu ambayo nataka nikuulize, nijifunze mimi pia na watu wengine. Ndio. Ni vitu gani kwenye maisha wewe hupendi kufanya na vitu gani kwenye maisha hupendi kufanyiwa? Okay. Naweza nikajibu swali lako kwa ufupi. Kitu namba moja ambacho huwa sipendi kufanya kwenye maisha yangu, huwa sipendi kumdharau mtu, sipendi kumshushia heshima mtu yoyote. Haijalishi ni mkubwa wala mdogo, wote huwa nawaheshimu kwa nafasi zao. Na kitu ambacho huwa napenda kufanya kwenye maisha yangu, napenda kumheshimu kila mmoja. Haijalishi ananizidi fedha, ananizidi mali, ananizidi maarifa, ila huwa namheshimu kutokana na nafasi yake. Hivyo basi kikubwa na cha msingi kwenye maisha yetu ni heshima. Heshima ni jambo la muhimu sana. Nipenda kukuuliza kitu kingine pia. Ndio. Unapoamka wewe na unapolala, najua unaweza kulala mzima ukaamka mzima. Ndio. Waga unakumbuka kumshukuru Mungu? Pia naweza nikajibu hili swali ni kwamba kitu ambacho huwa nazingatia kwenye maisha yangu, kitu namba moja, yani ni kitu ambacho huwa kipo kwenye kichwa changu muda wote. Ninapojiandaa ili nilale, wakati wa kupumzika night, lazima nimshukuru Mungu wangu. Na ninapoamka lazima nimshukuru Mungu wangu. Pia ninapokuwa kwenye harakati zangu lazima nimshukuru Mungu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Wewe sasa hivi unaweza ukawa ni mzima, si ndio? Lakini kumbuka ule uzima ambao uko nao ni Mungu ndiye ameweza kukuwezesha mpaka umefika hapo ulipo. Unakuwa mzima. So inapofikia hatua ya kuona kwamba wewe ni mzima, hebu jaribu kumshukuru Mungu sana. Kadri unavyozidi, yani kadri muda unavyozidi kwenda, endelea kumshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Muda huu tunaoongea mimi na wewe, kuna watu sasa hivi wako hospitalini wamelazwa. Kuna watu sasa hivi wako mortuary. Kuna watu wanatolewa mortuary wanapelekwa makaburini muda huu. Kuna watu wanaingizwa hospitalini wamepata maajali. Lakini wewe ni mzima na mimi ni mzima. Hatuna budi ya mimi na wewe kushindwa kumshukuru Mungu. Kwa hiyo ndugu zanguni, niwakumbushe tu, unapoamka na unapokwenda kwenye mapumziko yako, hakikisha unamshukuru Mungu. Hilo ni jambo muhimu la kuzingatia.